kutegemea na muktadha wake, lakini katika muktadha huu ambao tunajifunza katika somo hili, moyo unaozungumzwa ni fikra, ni akili, ni kile kituo, ile senda, mahali ambapo katika ubongo ambapo maamuzi yanafanyika. Moyo ni mahali palipo na chemichemi ya mawazo, ndiyo sehemu ya ubongo inayotoa msimamo na mwelekeo wa maisha. Bwana asifiwe. Badiliko la moyo ni hitaji muhimu kwa kila mtu anayehitaji kuokolewa. Badiliko la akili, badiliko la mawazo, badiliko la fikra, badiliko la mtazamo, badiliko la mwelekeo. Bwana asifiwe. Kuna hitaji badiliko, na pambano kuu kati ya wema na ubaya inafanyika katika akili. Na shetani amekuwa mtaalamu, anajua jinsi ya kuteka akili za binadamu. Anaziteka kwa kutumia magazeti, anaziteka kwa kutumia redio, anatumia vitu mbalimbali. Nataka niwaambie kwamba kwa namna ya ajabu, bila kutegemea, nataka niwaeleze katika miaka ile ya 80 kulikuwa na wimbo mmoja unaimba kwenye redio ambao ni wa kutangaza pombe. Sasa si kwamba mimi nilikuwa msababu hivi, lakini tu kwa sababu ya kusikiliza redio na mara hivi mara kwenye magari, jamani ule wimbo uko hata kichwani, nimejaribu kufukuza hauondoki. Unajua kulikuwa na wimbo fulani wanaimba hasa wanajua wanaifanya. Kulikuwa na wimbo wanaimba ukibuku, wanaimba hivi, tumia kibuku ni pombe bora. Yaani jamani ule wimbo mimi niliusikia siupendi, na maana mimi siwe pombe, lakini umekaa hapa na nataka nikwambie jambo hiyo si mimi tu, yawezekana wewe una nyimbo kibao kwenye kitabu na tunataka kuharibu. Nataka nikwambie neno la Bwana linasema pambano kuu linafanyika kwenye akili, na si kwamba kuna yeyote ambaye kama si kwa neema ya Mungu, kama hatutachukua hatua tukabadilika, kuna hatari ya kupotea. Hata kama mtu ni mchungaji, hata kama mtu ni mzee wa kanisa, mwinjilisti wa vitabu. Na ndio maana jioni ya leo nataka niweze wazo, Bwana atusaidie ili kwamba tuweze kupata badiliko halisi ambalo Mungu anataka anapozungumza na Nikodemo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kuna hatua 3 ambazo ukizipitia kwa neema ya Bwana, nataka nikupatie siri ya badiliko la moyo. Hatua ya kwanza ni kuelewa ukubwa wa tatizo. Tulilonalo kuhusiana na moyo na kuhusiana na fikra zetu zilizochafuka. Usipojua tatizo vizuri, hauwezi kuchukua hatua. Hatua ya kwanza kupata badiliko la moyo ni kuelewa ukubwa wa tatizo. Nikodemo hakuelewa tatizo. Anakuja kwa Yesu akifikiri kwamba kwa kuwa kiongozi wa dini, kwa kuwa mkuu wa Wayahudi yuko salama. Nataka nikwambie mpendwa, usije kadhani kwamba kwa sababu wewe ni mwimbaji, au kwa sababu mimi ni mchungaji, au kwa sababu wewe ni mzee wa kanisa, au kwa sababu wewe ni kiongozi wa AY kwamba uko salama. Na bado unatakiwa ujichunguze kwa neema ya Bwana, uruhusu darubini ya Yesu ili kuchunguze, uelewe hali halisi ya moyo wako. Nataka nikwambie hatua ya kwanza ni kuelewa moyo. Zamani za miaka ya 70 kule nyumbani Kigoma, nilikuwaeleza kule Kibondo kule kijijini nilikuwa nakaa, ambapo ilikuwa ni kijiji cha ndani. Niwaambia siku ile tulikuwa na jirani mmoja ambaye alikuwa na kidonda kwenye mguu wake wa kulia. Kidonda hiki kilianza polepole. Mwanzoni kilionekana kama kidonda cha kawaida. Kwa hiyo akawa anakitibu kwa njia za dawa za mitishamba, kama ambavyo tulikuwa tunazunguka kutibu kwa njia za mitishamba. Akawa anafunga, akawa na hivi, lakini siku zilivyoendelea kidonda kile kikaonekana kwamba kinazidi kuchimba, kinazidi kuwa kikubwa, mwisho kaanza kunuka, mwisho kaonekana kilikuwa chini huko kwenye unyayo, kikaanza kupanda juu kuelekea kwenye goti, mguu kavimba, na mwishoni ikaonekana kwamba huyu ndugu ana shida kubwa, kidonda kile. Kumbe baadaye wale watu ambao ni wazoefu walipokuja kukiangalia wakasema, rafiki Hii ni kansa. Katika
kitabu kile cha Yeremia sura ya 17 mstari wa 9 mpaka na wa 10, neno la Bwana linasema, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Moyo una uongo na udanganyifu wa ajabu. Moyo waweza kudanganya, ukajidanganya kwamba kwa sababu wewe umefiwa na mume wako, kwa sababu wewe ni mjane, ikakudanganya tu kwamba hata ukipata mwanaume si vibaya, si wewe ni mjane. Kuna mwingine akadanganywa na moyo wake kwamba kwa sababu mke wako anakutesa mara nikakutana na mtu mmoja ambaye alikuwa na mke wake, akaniambia, mchungaji, mimi mke wangu imebidi nimwache kwa sababu nikimngusa napata kama na shoka ya umeme, kama umeme wa TANESCO vote 230. Kwa unaweza kana mwanamke na umeme kama vote kama waya ambayo iko tupu ina ile nyekundu alafu na umeme vote 230. Niambia mchungaji, nikajaja jamani, dunia hii mambo ya ajabu. Umeme, mwanamke na umeme, anasema ndio jamani, hata na mmemwacha. Sasa mtu anaanza kujidanganya kwa sababu mke wangu na umeme. Sasa mimi hizo vote nitakanazo namna gani? Akaanza kutafuta kimada na kuambia kwamba moyo ni hatari, waweza kukudanganya. Nataka nikwambie, jua kwamba tatizo la dhambi ni kubwa kiasi ambacho yanaweza kukuchanganya ukajifariji, ukafikiri kwamba kwa sababu mimi nimechaguliwa leo kuwa mzee wa kanisa kwamba sasa mimi kumbe yawezekana ni mzuri. Umejidanganya. Aidha kama mimi kwa sababu ni mchungaji nimekuwa mzuri, umejidanganya. Hata kwa sababu wewe ni mwalimu wa shule Sabato ukakudanganya, au ukafikiri kwamba kwa sababu umebatizwa kuna watu wanaenda kubatizwa kesho. Nataka nikwambie kwamba ubatizo haukufanyi kwamba umevita imekwisha, ila maana yake ni kwamba ndio umetangaza vita na ibilisi. Nataka nikwambie kwamba moyo waweza kukudanganya. Kwa hiyo jambo la kwanza la kutambua jioni ya leo, Mungu anasema tatizo hili tulilonalo la moyo ni kubwa. Ndio maana Mungu alimwambia Nikodemo akisema kwamba, rafiki yangu, acha mambo yako hayo ya maneno makubwa na mazito, kinachotakiwa upate badiliko la moyo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sikiliza nikwambie, hatua ya pili ya kupata badiliko la moyo. Hatua ya pili ya kupata badiliko la moyo ni kukaa katika baraza ya Bwana. Kukaa katika baraza la Bwana. Nataka kueleza ni kitu gani? Baraza la Bwana, mahali ambapo utakaa na Bwana, ukae mbele za Bwana, ukae katika baraza la Bwana. Bwana asifiwe. Utakubali kukaa katika baraza la Bwana? Hicho ndicho ambacho tunahitaji kukijua. Nataka nikwambie, katika kitabu kile cha Yeremia sura ile ya 23 na mstari ule wa 18, Bwana anasema, maana ni nani aliyesimama katika baraza la Bwana hata akalifahamu neno lake na kulisikia? Ni nani aliyetia moyoni neno langu na kulisikia? Ni nani aliyesimama katika baraza la Bwana? Nataka nikwambie kwa namna ya pekee, hatua ya pili, ukishajua ya kwamba wewe unauma, wewe ni mgonjwa, wewe ni mhitaji, nikwambie kwamba hitaji hili ni nini, nitakuita baadaye, ya kwamba hatimaye shida tulionayo sisi kama binadamu ni kwamba tulianguka. Maana Biblia inasema kwamba wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, na kwamba kwa kadri tutakavyoendelea kuwepo hapa duniani ni watu ambao tunahitaji siku zote kuendelea kukua katika neema ya Bwana. Bwana asifiwe. Nataka nikwambie kwamba kwa namna pekee katika hatua hii ya pili ya kukaa katika baraza la Bwana, ni maana yake ni kwamba ni sawasawa na yule mgonjwa ambaye nimewaambia alipopewa habari ya kwamba ile ni kansa, akashauriwa kwenda katika hospitali ya wilaya. Tulikuwa katika kule Kibondo, kuna hospitali ya wilaya ambapo anafanya upasuaji. Sasa baraza la magonjwa ni hospitali,
ndipo palipo na hukumu yake. Sasa ikawa anaenda kutibiwa huko, na wakamwambia kwa ugonjwa huu na hii kasi inayokwenda, dawa yake itakuwa ni kukata huu mguu, ni kukata huu mguu. Sasa sikiliza, wakati nilipopata hiyo habari kwamba huyu bwana anaenda kukata mguu, siku zote kwa kijana mdogo, nilikuwa hata sijaanza shule, nikaanza kujiuliza, baba Mungu wangu saidia, huyu bwana atakapokata mguu sijui atamkataje. Maana mimi katika mazingira ya pale nyumbani kule kijijini kabisa ndani, nilikuwa najua kitu cha kukatia mguu ni shoka. Kwa sababu unajua sisi kule tunashoka. Nikasema panga hataweza kwa sababu mfupa ni mgumu. Kwa hiyo nikajua kwamba atatumia tu lazima shoka. Halafu tulikuwa na mashoka fulani ambayo si kama haya ya kienyeji ambayo yanatoka kwenye mpini. Nikasema sasa jamani, atakapokuwa na kati. Halafu nikajua ule uzoefu wa kukata mti, huwa mara nyingi unaweka kama ni mti kadogo na unataka kukata mara moja, unaweka juu ya gongo. Nikajua ataweka juu ya gongo, halafu atakata. Halafu sasa nikafikiria itabidi huyo awe na shabaha sana na asipate nguvu. Basi hivyo atakata mara mbili mara tatu, ndio maana mwanangu wangu maumivu atabani magani. Nikawa na muhurumia. Lakini kwa namna